Give us love. Video ya Father na ni video iliyotengenezwa na Kanye West. Ina vitu vingi sana vya kufikiria. Kiufupi, hii video inaongelea mambo makubwa matatu tu ndani ya dunia hii. Yaani dini pamoja na imani, lakini pia maisha ya dunia ya sasa. Hata hivyo, ukweli wa uigizaji, yani fake na real. Lakini pia wazo kuu kwenye video hii, kwa lugha rahisi tunaweza tukasema video inaonyesha jinsi kanisa na imani vimechukuliwa na mambo ya kidunia. Pesa, umaarufu, kujifanya pamoja na udanganyifu. Na mwisho wake unaonyesha kitu kimoja tu. Baada ya kelele zote huisha, imani ya kweli ndio inabaki. Kanisa la ajabu si kama kanisa la kweli. Watu wote wapo kanisani, lakini ukweli ni huu hapa. Hawajaenda kumwabudu Mungu, hawajaenda kumuomba. Wameenda kwenye harusi, yani event tu ambayo mimi na wewe mara nyingi tumezoea kuziingia hapa jijini Dar. Lakini naonesha wazi kabisa, dini imegeuzwa kuwa show, si imani ya kweli tena. Hauna kosea. Kiukweli siku hizi dini imekuwa ni kama show off. Watu wanaenda kanisani huku wakijiposti kwamba nipo kanisani, lakini mwisho wa siku Jumapili tunakutana clubs. Ama sivyo? Lakini watu wanajifanya fake life, yani watu wengi hapa mjini wameanza kufake maisha yao na vitu kama hivyo. Kwenye video tunaweza kuona vitu vingi fake. Kuna mtu anajifanya Michael Jackson ndani ya video. Wengi wanajiuliza, video ya namna hii inawezaje kutengenezwa? Michael Jackson akaonekana angali tayari alikuwa amefariki. Lakini pia kuna mwanamke roboti ambaye sio binadamu kabisa. Lakini pia kuna watu wamevaa mask za aliens. Imagine vitu kama hivyo. Lakini pia kuna magician huku wakidanganya watu kwa tricks kwamba anaweza kuwasha mishumaa bila kutumia lighter ama kiberiti chochote. Lakini maana yake kubwa ni kwamba dunia ya leo imejaa watu wanaoigiza maisha, si ndivyo? Lakini sio uhalisia wa maisha wanayoishi, yani sio halisi maisha wanayoishi. Hapa tupo sawa, tunaweza kuona leo hii kila mtu anaigiza maisha yake, kila mtu ni mtu wa kushow off na vitu kama hivyo. Lakini pia AI robot na uongo wa kisasa. Roboti pamoja na teknolojia inachukua nafasi ya binadamu sasa hivi. Binadamu sasa hivi wameingia katika depression kubwa ambapo wanawaza hivi, je, itakuwaje roboti akichukua kazi yangu, ama itakuwaje AI akianza kuchukua kazi yangu ambayo mimi nafanya sasa hivi. Sasa tuchukulie mfano mrahisi kwa sisi ambao ni watu wa kurekodi. AI sasa hivi anarekodi stories, anafanya nini, anafanya makala na vitu kama hivyo. Itakuwaje? Lakini pia kuna kitu kingine cha AI, hawezi kuamini kile ama kila unachoona au kusikia. AI hawezi. AI ni unaweza tu kumpa nafasi ama unaweza kumpa kile kitu ambacho wewe ndio unakiona mwenyewe ama ndio unakihitaji mwenyewe aweze kukufanyia. Na siku hizi ni ngumu kujua kipi ni real na kipi ni fake. Tumezoea kuona picha nyingi na hata ndani ya video hii wengi wanapata mijadala tofauti tofauti kwamba video hii imetengenezwa na AI ama video hii imetengenezwa production na vitu vingi kama hivyo. Lakini pia kuna vitu vingine tunaendelea kuviona ndani ya video hiyo kwamba mtoto na akiwa na ushawishi mbaya. Kuna mtoto anaangalia magician akifanya tricks, si ndivyo? Wote tunaona, lakini anaona kama ni kitu poa na hii pia anaanza kuiga akizima mishumaa. Ni kweli watoto ambao tunaishi nao sasa hivi katika dunia sasa ni watoto wa kuiga, watoto ambao wanaweza kuiga chochote kile ambacho anakifanya mkubwa wake au anakifanya mwenzake. Kwa hivyo tunapata dunia ambayo watoto wanaangalia ni nini mkubwa wangu anafanya na ni nini rafiki yangu au mtu wake wa karibu anakifanya. Lakini wewe inaonesha watoto wanaiga kila kitu wanachokiona hata kama ni kibaya. Sasa ni kwako kumfundisha vibaya ama kumfundisha vizuri, kwa sababu mtoto yeye anaiga kile anachokiona. Lakini pia pesa imekuwa dini. Kuna scene ya mtu anafungua wallet, wote tunaiona, lakini pia ile wallet yake inaonekana kama Bible fulani hivi.
lakini ndani kuna moto. Hivyo najua maana yake ni nini? Maana yake ni pesa ndio imekuwa dini ya watu siku hizi. Ndivyo, siku hizi tunaona makanisa watu wakiyafungua kama biashara, tumeona watu wakifungua chapels na vitu vingine kama hivi vya kidini na vikiwa kwa namna ya kibiashara. Hata hivyo serikali yetu pia tukimshukuru yule aliamua kufanya hivyo kwa kulipia makanisa yote ambayo yapo nje na utamaduni ambao tumeuzoea sisi ya kulipia ushuru na vitu kama hivyo. Lakini pia polisi na Kenites na nguvu za mfumo, polisi na Kenites wanaonekana pamoja. Hii inaonyesha Kenites kama nguvu za zamani, yani Kenites ni nguvu ambazo zilikuwa zikitumika hapo kale, lakini pia polisi nguvu ambazo tunazitumia sasa. Wanaonekana polisi wakiingia kanisani lakini wakikamata mtumiwa pale pale kanisani. Sidhani kama hichi kitu sisi huku nyumbani tunacho, ama sielewi ni jinsi gani inavyokuwa, lakini unatuachia message ambayo wengi tunaanza kujifunza na wengi tunaweza kuwaza kwamba ni mfumo wa dunia unabadilika. Yani mfumo wa dunia nzima unabadilika, lakini bado unawatawala watu. Mfumo uko pale ukibadilika, lakini unabadilika ukiendelea kuwatawala watu. Vitu visivyoonekana ama nguvu za giza. Kuna hits za aliens, tunawaona aliens wakishuka na chombo chao sometimes, lakini pia tunaona demons, tunaona mask za aliens. Hivi unajua hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kuna vitu vinaendesha dunia nyuma ya pazia. Tumezoea kuona aliens na stories za aliens zikiendelea kuhit hapa na pale, na katika content nyingi sana tumeanza kuelezea sisi aliens na vitu kama hivyo. Na tofauti na hapo, sio tu mtu unaimuona alivyo ni kweli. Unaweza kupishana na mtu lakini huwezi jua ni nani, huwezi jua ni nini anawaza ndani yake. Lakini pia mwanamke wa uso wa paka, naye anaonyesha mchanganyiko wa binadamu na kitu kingine. Dunia baadaye isiyo ya kawaida. Hatuwezi kujua kesho tunaishije. Hivi jaribu kufikiria miaka kama 50 hivi hapo mbele, ama miaka kama 100 hivi hapo mbele, dunia itabaki kama hivi ambayo tunaishi leo? Hapana, jibu haliwezi kuwa hilo unalosema wewe. Sasa tuachie hapa, binadamu anabadilika kimwili na kiakili pia. Yule mtu mwenye anawaza miaka 100 kwamba itazidi kuwa hivi, hapana, haitaweza kuwa hivyo kabisa. Miaka 100 hapo mbele vitu vingine kabisa vitakuwa vimetawala dunia, si ndivyo? Na ndio maana tunaambiwa binadamu anabadilika kimwili na kiakili. Hatuwezi kujua nini kitakuwa kinaendelea. Lakini pia dunia ni jukwaa, kila mtu anaigiza. Tumezoea kuona kila siku hizi kila mtu ni content creator, kila mtu kwenye video ana act, anafanya show na anaficha ukweli wake. Ina maana ya dunia yote imekuwa kama movie siku hizi. Kila mtu ana role yake, kila mtu ana njia yake anayoweza kuifuata yeye, na mwisho wa video hapo ndipo ujumbe mkubwa unapatikana. Baada ya kila kitu watu wanaondoka, harusi inaisha, padri anaondoka, kinachobaki ni kwaya huku wakiimba wimbo ibada, lakini pia mtoto na imani ya kweli. Na hapo ndipo ishara ya Yesu inaonekana mwisho tu, kwamba mtu anaingia na msalaba kwamba Yesu Kristo, lakini hapo mwanzo hatukuona hicho kitu. Na ujumbe mkuu kwenye video ya Kanye West, kwa ufupi kabisa, dunia imejaa kelele, imejaa uongo na kujifanya, lakini mwisho wa yote ukweli ni imani ya kweli hubaki pale pale. Hii si video ya kawaida, ni kioo cha dunia tunayoishi sasa hivi, ambapo watu wanaigiza, ukweli umefichwa sana na imani imewekwa pembeni, lakini mwisho wake ukweli utarudi tu. Swali na kuachia wewe, uko wapi ama uko upande gani katika video hii? Hii ni Njoo Studio. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare, ili uwe wa kwanza kupata makala, recaps na historia zote ambazo tunazidi kukuachia hapa hapa. Asante sana. Bye bye.